Yes, kwa majina naitwa Isaac Mongai aka Kijana Msafi, na mimi ndio chairman wa Nugema Young Leaders Movement, na nimekuja tena kuongea na Wakenya kwa sababu ya ile matamshi ama ile taarifa ambayo niliona Moses Kuria alitoa juzi, na alikuwa ameandika taarifa kubwa akijaribu kuelezea vile ambavyo amefurahia kuona William Ruto ameenda huko Ishaweri kusalimia Uhuru Kenyatta. Na akaongea mambo mingi, na akasema ya kwamba angependekeza hao viongozi wakae chini kukuwe na mapendekezo ya kubadilisha katiba, hata wakitaka warudisha ile BBI yenye ilikuwa inapingwa na William Ruto wakati wa serikali ya handshake. Akaendelea hivyo. Ile kitu ambayo ilinishika zaidi kimawazo, akimalizia akasema ya kwamba ati ni wakati mzuri sasa sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukubali sasa kurudi Jubilee, mahali ambapo tulikuwa serikali ya Uhuru Kenyatta, na hizi vyama zingine zote Mlima Kenya zote ziwekwe kando, zote zifunganishwe, zimalizwe, watu wote warudi Jubilee, na Uhuru Kenyatta akuwe ndiye atakuwa party leader na akuwe kiongozi wetu. Na hiyo ndio ilikuwa mapendekezo ya yule mlevi anaitwa Moses Kuria. Mimi nataka kuambia Moses Kuria, watu si wajinga. Na mahali imefika, jamii ya Mlima Kenya wanasema ya kwamba kwa Wainga tutigacoka ringi. Uko tulitoka na hatuwezi rudi. Safari tumeanza ni ya kwenda mbele na kusonga mbele, hatuwezi rudi nyuma. Kutuambia turudi sijui mambo ya Jubilee, kutuambia sijui turudisha sijui mambo ya BBI. Kama wewe mwenyewe chama chako ulivunja, chama sijui kilikuwa kinaitwa sijui chama cha kazi, ukavunja ukapatiana kwa UDA. Baada ya kupeana kwa UDA ukapatiwa kazi siku 2 siku 3 mwezi 1 miezi 2 hapo. Baadaye ukakosa maana kwa serikali ya William Ruto, akakufuta kazi kama waziri. Ukarudi huku Ushago, umezunguka kwa matanga ukilialia, baadaye ukaitwa. Akasema kwamba ukaange hapo State House, ukapatiwa kazi ya kunyapara China mandazi hapo, wakisema si wewe ndiye advisor sijui wewe ni nani. Mimi nataka nikwambie Moses Kuria, sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatutaki confusion. Uhuru Kenyatta alifanya kazi yake ya miaka 10 na akamaliza na akastaafu na akaenda nyumbani. Chama cha Jubilee kilikwisha, na wale walimaliza chama cha Jubilee ni wewe Moses Kuria, ukiwa wa kwanza, mkiwa na William Ruto, wakora wa Kenya kwanza, nyinyi ndio mlimaliza chama cha Jubilee. Sasa hii kukuja kuturudia hapa kutuambia sijui tuanze kujipanga turudi huko. Kama unarudi chama cha Jubilee, rudi peke yako na aibu yako, sababu nyinyi ndio mlimaliza hiyo chama. Sisi tushatoka, hatutaki mambo ya Jubilee, hatutaki mambo ya UDA, hatutaki mambo ya Kenya kwanza. Hizi vyama zote mnakuja hapa mnatutengenezea, mnatutapeli nazo. Hiyo upuzi hatutaki. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya, ile kitu tatuunganisha kama jamii ni kama zile interest ambazo tuko nazo kama Mlima Kenya. Serikali itaangalia kama kuna kitu itaunganisha sisi, sio hizo chama mnakuja kutengeneza huko kwa mahoteli. Yule mtu ambaye tunategea atatupatia mwelekeo na direction ni Rigathi Gachagua, na tuko nyuma yake watu wa Mlima Kenya, kwa sababu yeye peke yake ndiye ameonyeshana ya kwamba ni kiongozi ambaye anaweza kataa kununuliwa, anaweza kataa red carpet na hizo power zote kwa sababu ya kutetea haki za wananchi. Siku mlikuwa mnamfukuza hapa mkuu na William Ruto, Moses Kuria, Rigathi Gachagua alikuwa na choice, angekubaliana na nyinyi, angesema hata wacha ni nyamaze, tukule mambo ya Adani, tukule mambo ya airport, tukule mambo ya SHA. Alikuwa na hiyo choice ya kunyamaza, mtufinyire vile mnataka na akae kwa serikali. Lakini akasema hawezi kaa kwa serikali ambao inaua wale watu ambao waliwachagua. Akasema hawezi kaa kwa serikali ile ambao inabomolea watu kinyume na sheria. Rigathi Gachagua akasema hawezi kaa kwa serikali ambayo inadanganya wananchi kila siku. And that is only man mwenye alikubali ku walk out. Akakubali ku walk out. Akaweka vitu zenu zote chini na akatembea, akakuja mahali wananchi wako. Huyo tu ndiye tunatarajia atatupatia mwelekeo, kwa sababu yeye ndiye amenyeshana ya kwamba he cannot compromise his principles. Yeye ndiye amenyeshana ya kwamba he cannot compromise to a point of selling his people. Rigathi Gachagua is a man, huyo ndiye tunatarajia next year atatupatia mwelekeo. Kwa hivyo mambo yako ya taarifa ya kuandika ya UDA, taarifa zako za Jubilee, taarifa zako za BBI, kurudi kwa Ishaweri, hizo zote sisi watu wa jamii ya Mlima Kenya tuondoe hapo. Shikaneni wale viwende zenu, mfanye hizo biashara. Sisi hapo watu yuko tunajipanga tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Mtu mwingine amenishangaza sana jana, ni yule pastor anaitwa Mark Kariuki. Na nataka niongee hapa leo bila kuogopa. Nataka niambie wa Kenya, huyo bishop mliona kule State House akiwa amepeleka madikoni wengine hapo na mapasta wengine wale ambao wanamfuata wa kanisa yake ya Deliverance.
Vile mliona wakicheka wakismile pale State House wakiwa mkutano na William Ruto. Au mapasta ni wale waliitwa wakati William Ruto alishinda uchaguzi na akaapishwa, wakapelekwa State House, wakaambiwa ni William Ruto, and it is on record. These are not my words. William Ruto akawaambia wazunguke compound yote ya State House wakiongea na ndimi, watoe zile mapepo zilikuwa zimewekwa na serikali ya Uhuru, mapepo ya pombe na mapepo ya bangi. Wakazunguka huko wakiongea na ndimi. Baadaye William Ruto akasema ya kwamba au mapasta watapatiwa kazi ya kuwa intercessors. Wakuwa wanalipwa na ushuru yenu nyinyi wa Kenya. Ati kazi yao wakae kwa kona fulani, kazi yao ni kuintercede na kuombea William Ruto, kuombea mawaziri, kuombea nini. Hiyo ndio ile kazi Mark Kariuki alipatiwa. Na wamekuwa wakiendea pesa State House. Wamekuwa wakienda huko wanapatiwa ile kitu Uhuru Kenyatta juzi ameita bahasha ya brown. Wamekuwa wakiendea huko na hiyo ni pesa ya wananchi. Huyu Mark Kariuki ndio mjue yeye ni nani vizuri. Juzi hapa siku tulikuwa na matatizo kama nchi wakati Gen Z walikuwa wanapigwa risasi. Mark Kariuki nao wakora walikuwa nao jana State House hakuongea. Na yeye ni pastor hakuongea. Siku tumekuwa hapa na kizungumkuti. Wamama wanakatakatwa na mapanga wanatupwa kwa magunia wanatupwa kwa mto. Watu Kenya mzima watu wakaandamana. Huyu pastor huyu Bishop Mark Kariuki hakuongea hiyo siku. Hii mambo imeleta story mingi hapa Kenya, mambo ya shina shisha. Watu wetu wanakufa kwa sababu ya kukosa mambo ya NHIF. Hiyo mambo yote imeleta shida. Huyu Mark Kariuki hakuna siku tumesikia akiongea. Mambo ya CBC, juzi malecturer walikuwa wamegoma, watoto wetu hawakuwa wanaenda shuleni. Huyu Mark Kariuki hatukumsikia akiongea. Tumekuwa na changamoto for the first time in the Republic of Kenya. Wakati Rigathi Gachagua anafukuzwa kwa serikali kinyume na sheria, wale mapasta wengine walikuwa wanajaribu kuricha William Ruto wamwambie hii mambo unafanya si mzuri komesha. Mark Kariuki hatukusikia mahali akiongea. Na kama hakuongea wakati tumekuwa na matatizo kama taifa, kazi yake ni kuamuka anaendea bahasha ya brown kule State House. Huyo si pastor, huyo si mtumishi, huyo si bishop, huyo ni mkora. Siku mapasta wengine wanakataa sadaka, wanaambia William Ruto kabla utupatie 10,000, kabla utupatie milioni 10 ama milioni 5 kwa kanisa tukure, ni vizuri kwanza uaddress zile maneno ambazo zinatatiza wa Kenya. Tumeona maaskofu wa ACK, PCA, Catholic, wengine hata pia wapefa. Tumeona wakitoa taarifa, wakikemea William Ruto kwa sababu ya corruption. Hakuna siku hata moja wa Kenya tumeona Mark Kariuki akiongea. Siku maaskofu wanarudisha hiyo mambo ya sijui ya sadaka ya milioni 10, sijui milioni 5. William Ruto anaenda kuchukua pesa ya wananchi anapeleka kwa kanisa. Siku wanarudisha na wanasema hawataki siasa kwa kanisa. Hatujasikia Mark Kariuki akiongea. Kwa hivyo nataka Wakenya wajue, mkiona William Ruto ameita Mark Kariuki na wahubiri wote walikuwa kule State House jana, hakuna mambo ya wananchi wanazungumzia hapo. Hakuna interest za Wakenya wanaenda kuzungumzia kwa hiyo meza. Ile kitu Mark Kariuki anaendea pale ni pesa, ni bahasha ya brown, ni pesa ya kunonesha tumbo yake na familia yake, lakini hata hawezi fikiria maisha ya wale washirika ambao wanamfuata. Hawezi hata hurumia wale wanarika wako kwa hiyo kanisa yake ambao wanakosa masomo kwa sababu lecturers wanagoma kwa sababu serikali imeshindwa kutekeleza mambo ya masomo. Hawezi zungumzia hiyo maneno, anashughulikia tumbo yake. Kwa hivyo niambia Wakenya hapa wazi, huyo si mchungaji, huyo sio bishop, hawakilishi wa Kenya, anawakilisha tumbo yake. Na kama vile ambavyo nilimwambia Wakenya, kama mnakumbuka, tukasema ya kwamba vile ambavyo William Ruto alinunua wabunge, siku hizi wabunge wa kazi yao ni kupigia William Ruto makofi. Nikamwambia pia kuna baadhi ya wachungaji, pia kuna baadhi ya watu ambao wanajiita mabishop ambao wako katika ile orodha ya kununuliwa na William Ruto, na kazi yao ni kwenda huko kumwambia mtukufu rais, tunakuombea, bingu inasema hivi, Mungu anasema hivi, serikali ni ya Mungu, haleluya nini. Hiyo upuzi yote. Kuna wale wahubiri kazi yao ni kwenda kwa William Ruto, wanapatiwa pesa, wanaongea ile matamshi ama wanaongea ile maneno ya kumfurahisha. Kwa hivyo mapasta mjiadhari na wao, ni mapasta wa uongo, ni mapasta ambao ni bandia. Wala mapasta wa kweli ni wale tumeona wakitoa taarifa na kukosoa serikali, zile mambo ambazo wanafanya kinyume na sheria na kinyume pia na matakwa ya wananchi. Hao ndio wale maaskofu ambao tutasikiza. Na mnawajua vizuri, wamejitokeza juzi wakatoa taarifa kubwa wakielezea zile shida ambazo zimekuba nchi ya Kenya. Hao ndio wale mapasta wanazungumza kwa niaba ya wananchi. Hao wengine wanarukaruka huko wakiongea na ndimi, sijui wamepatiwa kazi ya intercessor, na hata hiyo maombi yao ni maombi hata haieleweki. Ni maombi hata ya upuzi. Ingekuwa maombi ya ukweli, maombi ya maana, ingekuwa imebadilisha taifa. Walipatiwa hii kazi ya kuombea nchi kina Bishop Mark Kariuki 2022. Sasa tuko 2024.
Badala nchi ikuwe mzuri na haribika, badala mambo ikuwe sawa sawa inaendelea kuharibika zaidi. That is to say hiyo maombi hata Mungu haisikii. Hiyo biashara yote wanafanya hapa ya utapeli, Mungu hata hayuko hapo. That is why hakuna hata kitu maombi yao inaweza badilisha. Nikimalizia, juzi nimeona magazeti imeanza kusema ile maneno ilikuwa inaendelea pale Ishaweri. Na nikasikia kwamba kuna mikakati na mipango ya kwamba Uhuru Kenyatta anaweza rudi kwa serikali ya William Ruto. Na wanazungumzia vile kwamba hata kama ni ndugu ya Uhuru Kenyatta bwana Moho anaweza patiwa kiti ya waziri. Sijui Uhuru anapatiwa nafasi ya sukume watu kadhaa wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi kwa serikali yake awapatiane kwa William Ruto. Sisi hatuna shida na hiyo. Uhuru Kenyatta, sisi hatuna shida na hiyo. Ukitaka kupatiana ndugu yako akuwe waziri ni sawa. Ukitaka kuforward ndugu yako akuwe running mate wa William Ruto 2027 ni sawa. Ile kitu ambayo tunasema sisi kama Wakenya, hii hata si Mlima Kenya peke yake, ile kitu tunasema kama Wakenya, hii mambo ya matajiri kupatana kwa meza, wanaongea mambo ya biashara zao, wanaongea mambo ya familia zao, alafu wanafiki, wakora, wanatokea kwa kamera kutuambia ati sasa nchi imekuja pamoja. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga, sisi hatuyuko hapo. Sisi hatuko hapo Wakenya. William Ruto na Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta kupatana kwa meza, wanapigwa picha, wanaongea biashara zao, wanaongelea familia zao. Hapa ni wapi Wakenya wamepatana? Hapa ni wapi Wakenya wameungana? Juzi tumeona Raila Amolo Odinga akienda kwa meza, anapeana mtoto wake, anapatiwa kazi kwa SGU AU. Au matajiri wakipatana, wanaongea biashara zao, familia zao, watoto wao, vile ambavyo watapatiwa makazi kwa serikali. Au wakiungana ni wapi Wakenya wameungana? Juzi sababu sasa Uhuru Kenyatta wamesalimiana na William Ruto. Wala watoto watafukuzwa shule Murang'a Januari, hawatafukuzwa. Wala wazazi hawana fees, hawajui namna ya kupeleka watoto shule next month. Wamesaidika na nini? Yule mama analala njaa kule Mombasa, kule Kilifi kwa sababu ya pinchi ya uchumi. Sababu sasa William Ruto amechukua Joho na amechukua Uhuru Kenyatta na amechukua Raila Amolo Odinga kwa serikali. Huyo mama amesaidika na nini? Ameshiba. So Wakenya sisi tuongee kwa kauli moja. Na tuambia hawa matajiri, hiyo upuzi wanatubeba sasa, mahali imefika tumechanuka. Hamwezi kuwa mnatuambia familia tatu zikipatana ati nchi imepatana. Familia tatu zikipatana Kenya imepata amani. Familia tatu ikipatana ati sasa tutapata maendeleo. Hiyo ni upuzi na hiyo ni ujinga. Sisi kama Wakenya ni vizuri tukubaliane ya kwamba tuko peke yetu. Sisi ndio tumebaki tukikosoa serikali kwa sababu sisi ndio tunatoshwa ushuru. Na hata juzi nimeona magazeti yanasema ya kwamba I think some 65 MPs wamepatana usiku hapa bungeni na wamepitisha zile sheria ambazo zilikuwa zinapingwa wakati wa finance bill. Gazeti ya leo ilikuwa inasema 65 MPs usiku last night wamepatana bungeni na wamepitisha sheria za kuongeza ushuru secretly. Hivyo ndivyo gazeti ilikuwa inasema. Kwa hivyo sisi ndio tunanyanyaswa, sisi ndio tunafinyiriwa, sisi ndio tunamalizwa. Lazima tuongee. Hata matajiri wakipatana sisi hatutanyamaza. Lazima tutaongea kama Wakenya na pia kama jamii ya Mlima Kenya. Sisi hatutanyamazishwa na vile ambavyo tumekubaliana, kwa sababu hii ni kitu naona hata kwa mitandao. Unaona kabisa watu wa Mlima Kenya wamekubaliana kwa kauli moja. William Ruto hata asalimie nani? William Ruto hata afanye nini? Safari ya kumpeleka kule Sugoi kama jamii ya Mlima Kenya, hiyo sasa ni unstoppable. Tumulipa deni yake, ametulipa na maovu. Alikuja hapa amezunguka hapa Mlima Kenya, amerukaruka hapa akatudanganya. Hakuna kitu hata moja alituahidi hapa wakati wa kampeni alitekeleza na tulimpatia kura zetu. Sisi hatuwezi kuwa kwa hiyo biashara ya uongo. Unatuambia hii, mchana unatuambia hii, kesho unatuambia hii. Hiyo upuzi yote sisi hatutaki. Tulikuwa na mzee Kibaki, hakuwa anapayuka juu ya magari, hakuwa anaropoka hapa akidanganya watu, lakini kazi alikuwa anafanya. Sisi hatutaki adili na uongo na ujinga mingi, kuzunguka huko hapa ukitusumbua hapa. Sisi tunataka kazi kwa sababu tunalipa ushuru. Kwa hivyo 2027 sisi kama jamii ya Mlima Kenya msimamo ni ule ule. Tuko nyuma ya Rigathi Gachagua na tulimwambia sisi kama watoto wa Mlima Kenya atafuta marafiki nje ya jamii yetu. Ashikana na wale viongozi wengine katika nchi ya Kenya. Wale ambao wako na nia njema ya kubadilisha taifa. Washikane, watengeneze coalition 2027. Hakuna kitu itazuia. Hata Mungu ametupatia goodwill. Ametupatia goodwill ya kuhakikisha kwamba William Ruto tumempeleka nyumbani asubuhi na mapema. Ni hayo tu kwa leo, na pia yakitokea mengine tutazungumza sababu nchi ni yetu. Lazima tuongea. Thank you very much. Na mheshimiwa pale Uhuru Garden niliona kuna watu hawakutokea sana. Ni kwa nini nataka uzungumzie kwa nini watu hawakutokea na wenye walitokea inasemekana walilipwa? Watu hawakutokea kwa sababu wamechoka kudanganywa. Watu wa Jamhuri ya Kenya wamechoka kubeba ujinga. Wale ambao walitokea leo ni wale ambao hawana kazi, hawana pahali ya kwenda,
Wameitwa wapatiwe 500 wakae hapo 3 hours wasikize uongo alafu waende nyumbani. Wakasema ni sawa. Wakaenda kuchukua hiyo 500, wasikize uongo 2 hours and then watoke na 500. Hajao ni 500 yenye walikuwa wanalipwa leo. Otherwise innocent Kenyans, mtu akona mambo yako ya kufanya haezi enda hapo kupoteza wakati ya kisikiza uongo. Kwa sababu ile maneno nimesikia hapo ile mtu akiongea leo ni uongo. Ati rais mzima anasimama anasema ya kwamba ati mambo ya SHA it is functioning. Jana kuna mtu amenipigia simu akiwa kwa hospitali. Hizi system wamenunua 104 billion wameuzwa na Adani. Zimefail. Kuna mtu jana amenipigia akiwa kwa hospitali. Haziendi through hizo mashini zote system yote imefail. Haiko inafanya kazi. So wamekwama kwa hospitali. Kitu ambao wametuambia hapa ati sijui walikataa NHIF sababu ile kitu wanauziwa ni Adani, hiyo system sijui ni mzuri na ndio maana hata wamenunua pesa mingi 104 billion. Jana imefail. Hata sasa hivi tunaongea imefail tayari. Na unasikia William Ruto akiongea kwa kamera akidanganya wananchi akiwaambia sijui ni kama hii Adani inafanya kama hii na SHA zinafanya zilikuwa zinafanya huko kwa hiyo sherehe yake lakini si kwa hospitali. Zilikuwa zinafanya huko si kwa hospitali. Shukrani. Exactly.